Kama hivyo yani, wewe pambana upiga. Yeye ni angaika na uvuvi wa samaki. Hata inaweza kuongea na mtu. Oa. 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 Katika siku za nyuma zilizokosa umaarufu katika vyombo vya habari na midomo ya watu, aliishi duniani Chiruta, mtu aliyekuwa mwalimu mkubwa wa mapigano ya kimwili na tajiri wa dhahabu nyingi. Lakini katika tamaa ya kuwa bora zaidi, alijikuta akimwabudu shetani wa vita aliyeitwa Tatan. Aliyekuwa shujaa wa vita sasa ni mtumwa wa Tatan, shetani mwenye njaa ya damu ya watoto wadogo. Kwa miaka mingi aliwakusanya waathirika chini ya mwamvuli wa giza. Jamii iliyomzunguka ilipata ghadhabu kwa kupoteza watoto wao kwa Chiruta, aliyekuwa akimfurahisha shetani wake kwa damu za watoto wadogo. Hivyo jamii iliyoghadhabika ikaivamia familia ya Chiruta na kuigeuza kuwa majivu kwa moto mkali. Jamii iligombea dhahabu za Chiruta bila kujali kelele na maumivu ya familia ya Chiruta. Lakini jamii haikujua chuki iliyopandikizwa kwa mtoto mdogo wa kiume aliyepona ndani ya ziwa la moto kwa uwezo wa mbawa za shetani Tatan. Kifo cha familia yake kiligeuza moyo wake kuwa jiwe, na dhahabu aliyoitamani iligeuka kuwa alama ya mauaji. Sasa amerejea na ghadhabu za kishetani, akiapa kulipiza kisasi kwa kuchukua kila chembe ya dhahabu iliyokuwa ni ya familia yake, huku sauti za pepo wa giza zikimtia moyo. Vita vya milele vimeanza, na mshale wa maangamizi utapenya mioyo ya wote wanaostahili na vizazi vyao. Tatan. Muda umefika, na mimi nina watu nyuma yangu wanaohitaji kujua kuhusiana na hiyo timu uliyoiandaa. Huyu ulimpataje? Anaitwa Victor. Ni mmoja kati ya matapeli wakubwa sana hapa town. Lakini pesa zake za njaa sana. Uwizi wake anaofanya kwenye maduka madogo madogo yanauza na kununua vitu vya samani pamoja na madini. Kwa hiyo tuliweza kugundua duka lilopanga kwenda kutapeli siku hiyo. Kwa hiyo aliingia ofisini mapema, alikuwa ametupia suti yake safi kabisa.
Jamaa kumuona tu Victor hakupenda. Maana alijikuta amevaa wote makoti ya suti yanayofanana. Alafu pia madini yenyewe jamaa alianza kuwa na wasiwasi nayo. Maana ni kiasi kikubwa sana kumilikiwa na mtu kama Victor. Lakini akachukua vifaa vyake pale kwa ajili ya kuanza kuyachungulia. Victor akajua hapa ishakuwa msala. Ikabidi aanze kutafuta distraction. Oh, sorry. Na alifanikiwa kumuuzi huyu mnunuzi. Okay. Victor naye kujua hivyo akaanza kucheza karata zake. Kwa hiyo issue ikaendelea. Umetoa wapi kiasi cha madini? Unajua mimi ni mtoto wa nani? Unajua babangu ni nani? Kwani mama yako akwambia babako ni nani? Mimi ni mtoto wa Alex. Babangu ni mtu tajiri sana hapa Mwanza. Baada ya muuzaji kujua hivyo, akaanza kuchekacheka tu kama jinga. Next time bado nikushauri kitu. Simjaji mtu kwa muonekano wake. Uliacha saa. Ya, saa uliacha hapo nikajua umetoka nayo. Umetoka nayo vipi? Saa niliacha hapa brother. Saa ilianguka hapa chini ukaichukua ukaiweka hapo. Ndio ilianguka, lakini ilianguka nikamaliza nikaweka hapa, nilikuta nimeweka hapa. Saa iko wapi? Sasa kama saa ilikuwa hapa na wewe ndio mtu wa mwisho kutoka hapa na hajaingia mtu mwingine, saa itakuwa imeenda wapi? Hello baba, shikamoo. Ndio nakumbuka, nitajitahidi kuja kwa wakati. Ndio nakumbuka. Sawa. Hii simu ni ya baba. Natakiwa niwepo kwenye dina jioni. Hii saa ni muhimu sana. Ni zawadi kutoka kwa babangu na ni zawadi ya thamani sana. Natakiwa niwepo nayo jioni. Anione nayo. Nitakupa 200,000. Okay, nitakupa 500,000. Cha msingi nipate saa. Okay. Hiyo saa nipate kabla jioni. Okay. Nimefurahia story yako. Lakini kwa nini akubali dili wakati anajua kabisa kama saa ingekuwepo hapo ndani ingekuwepo pale mezani? Sijajua. Labda tuseme alikuwa mpumbavu. Kwa hiyo mtoto akishua kaondoka. Yeah. Lakini akaingia mtoto mmoja makini sana. Hey. Umeokota nini hapo? Sijajua kama naye aliingia kuuza madini au vipi. Sijaokota kitu. No. Nimekuona kuna kitu umekiokota hapo. Sijaokota kitu. Kuna kitu kimepotea hapo ofisini. Na ni kitu cha thamani sana. Tafadhali, kama umekiokota, naomba ukirudishe. Wewe ni mteja tu. Na kila kitu kilichomo hapo ofisini ni mali ya ofisi. Nimewasikia kila kitu mlichokiongea na umeahidiwa dili nono endapo utakapompa Isa. Kwa hiyo tugawane. Nipatie saa. La sivyo nitakutia security. Utajisikiaje kama ofisi yenu ikipata sifa kwamba mnawaibia watu alafu mnaomba waharibu? Nitakupatia 1,000,000.
Milioni 1? Yaani kwenye milioni 5 ulioahidiwa kunipa mimi milioni 1? Kwani ulikuwa unataka shilingi ngapi? Yaani kazi hiyo ya kuiokota sana kuileta hapa ni unataka shilingi ngapi? Nipe milioni 2. Ubaki na milioni 3. Kwa hiyo jamaa kama kitu gani sasa? Mpaka hapo kwa na cha ziada. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Okay. Namba ya simu. 07 69 36 76 51. Oh. Nipatie saa. Sijaona message. Okay. Asante, good man. Have a nice moment. Hapo sijaelewa. Nani kaibiwa na nani hajaibiwa? Kwa hiyo Victor kupata chochote? Na baada ya hapo Victor arudi kufuata saa yake au? Huyo mwanadada alipotoka hapo akaingia zake kitaa. Akazunguka tena akakutana na mtu ambaye alipiga naye mchongo. Guess who? Ni Victor. What? Vipi umefanikisha? Yeah, nimefanikisha. Vipi hakukuwa na ugumu kwako? Hakukuwa na ugumu wowote. Maana nimemwekea mtego, kaingia kwenye mtego wangu. Akanitumia hela kwenye simu. Nilivyo confirm tu nikaondoka. Kwa upande wako ilikuwaje? Kwangu ilikuwa simple sana. Sema tu sijapenda alikuwa amevaa mkoti kama wangu. Pole. Ile saa haikuwa na maana yoyote. Na wala Victor sidhani kama alishawahi kanyaga kivuli cha Aza Alex anamuita ni babake. Wait. Hapo ni kata gani ambao umecheza? Kwa hiyo umepata nini zaidi ya kugawa hiyo milioni 2? Sometime kabla kujenga lazima ubomoe kwanza. Hiyo ndio kwa njia pekee ya kumshawishi Victor kuwa sisi tuna pesa na tuna uwezo wa kumlipa zaidi ya hizo. Acha sasa tumpigie ili tufunge mahesabu. Shall we? Hello? Victor. Yes. Okay, wapi sasa hivi? Vipi naongea nani? Unaongea na mtu uliyemwibia shilingi milioni 2 dakika chache zilizopita. Unahitaji nini? Nafikiri kwa mtu uliyemwibia milioni 2, kitu pekee atakachotaka ni pesa zake. Lakini nakuwa na nafasi ya kutengeneza pesa zaidi ya hizo. Kutana na mimi kesho muda kama huo kwenye ile plaza. See you. Deal done. Kwa hiyo ulimpata vipi huyu jamaa? Nilimpata kipindi na mtafuta huyu jamaa. Kwa kuwa nilikuwa nahitaji watu ambao ni strong kiakili na kimwili pia. Nilipita kitaa fulani hivi. Kule kuna vijana walikuwa wanajihusisha na kuchimba udongo na kufyatua matofali. Ngakuta kuwa kuna aina fulani vya mchezo ambapo mshindi anatakiwa kuchukua bendera juu ya kilima. Kwa hiyo nikaanza kuangalia pia. Nilipenda sana huyu jamaa alivyokuwa anafanya.
Mwisho wa siku akushinda, kwa hiyo nikaamua kumchukua yule mshindi wa kwanza na yeye ambaye alikuwa ni mshindi wa pili pia. Kwa hiyo nikaona jamaa aende kwenye kazi kuu, huyu abaki hapa kama kutakuwa na kazi nyingine. Huyu ni Chris. Ni mwizi mkubwa sana hapa town. Na ni kwa bahati sana kukutana naye mchana. Nilijua ni ngumu sana kumshawishi. Kwa hiyo nikafuatilia maisha yake kwanza kidogo. Kwa nini unanifuatilia? Oh. I have a deal for you. You've got the wrong person. I know you. What do you know about me? Everything. Haikuwa rahisi lakini nilipata weak point yake. Na nikaitumia vizuri. Kuhusu mdogo wako Kate. Najua kuwa anaumwa. Don't you ever mention her name. Nina kazi ambayo itakamilisha matibabu yake. Deal? I'm not a big fan of shaking hands. Okay. Sidhani kama hii timu itakuwa ni sahihi kwa hii kazi. Trust me. Wataenda na watarudi na mzigo. Utaenda nao? No. Mimi ndio nakusanya timu tu. Ni lazima waende na mtu unayemwamini.
Wakazi. Victor, I have a deal for you. you tricked me. Yeah. So kila kitu ulikuwa unakijua. Yeah. Anyway, hiyo sio issue inafanya nikuite hapa. I have a deal for you. Kuwa specific. Ni deal aina gani? Na kiasi gani cha pesa nitakachokipata? Siwezi kuambia ni kiasi gani, ila ni hela nyingi zaidi wanazoingiza huko mtaani. Okay. Kila kitu kipo confirmed. Silaha tutazipata kesho asubuhi kabla ya kuondoka. Sio kazi ngumu. Nitaenda kwenda kuchukua mzigo na kuondoka. Kama unasema kwamba kazi ni rahisi, hizo silaha tunazochukua kesho kwa ajili yako. Kwa ajili ya kujiamini. Uwezi jua inaweza likatokea lolote. Ujue nyinyi sijachukua kwa sababu ni professional. Nimechukua nyinyi kwa sababu ni nafasi inayotokea mara moja katika maisha. Ili muweze kuachana na uwizi. Kwa hiyo atakayeona hawezi kuniamini, anaweza kaondoka. Mimi kuna kitu sijakielewa. Nisema tutakuwa 6. Lakini naona hapa tuko wachache sana. Wengine watajoin kesho asubuhi kabla ya kuondoka. Kinani? Sijui chochote. Sijui chochote. Ila tu nilisikia wanazungumzia mambo ya kwenda kutafuta dhahabu. Wapi? Mimi sijui chochote. Yes, wakazi. Yes. Vipi silaha zote nilizotuma umeshazipata? Ndio, silaha zote tushazipata. Na vipi kuhusiana na watu wako unaenda nao? Una uhakika 100% tutafanikiwa katika hiyo kazi? Yeah, tuna uhakika tutafanikiwa. Okay. Basi hamna shida. Hakikisha kazi inafanikiwa. Na kila kitu ukirudi nitakuelekeza. Okay, fine. Huyo ni nani? It's my cousin.
Ramani inavyoonyesha. Mzigo huko hapa hatujakosea. Una hakika ni sahihi kama mzigo huko hapa? Hebu nione. Bila yote hapo. Ndio ndio hapa. Tutakuwa tunapojikosea endelea kuchungulia. Okay, fine. Let's find it. Wa hivi ilikuwaje mpaka ukawa mwizi? Babangu alikuwa mwizi. Babu yangu alikuwa mwizi. Babake babu yangu alikuwa mwizi pia. Kwa nataka kusema kwamba wizi uko kwenye damu yako? Naweza sema hivyo. Anyway, baada hapa una plani gani, labda yani tukimaliza unaweza kaacha au kaendelea? Sidhani kama wizi nitaacha. Unajua nini man? Siwezi kuacha kitu ninachokifanya. Kwa sababu nakipenda. Nafanya toka moyoni. Lakini pia simuumizi mtu mwenye hali ya chini. Nachukua kwa wenye navyo. Sichukui kwa mtu hali ya chini. Kiukweli baada hapa mimi lazima niache wizi. Nataka nimsomeshe mdogo wangu aishi maisha ya raha. Asije kaangukia kama kakake naye kama mwizi pia. Yeah! Yeah! Hey! Hey! We got it! Yeah! Boy! Yeah! We got it! Yeah! We got it! Yeah! We got it! We got it! We got it! We got it! Yeah! Oh, chimba. We don't have time! We don't have time! Kwani sio za kuacha. Yeah! Hi mama we. 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 Wadudu hivi baada ya kuzipata hizi mali una mpango kuzifanyia nini? Unajua Simba, mimi kijana ambaye nimekulia maisha duni sana. Na mtu pekee ambaye kanisimamia paka hapa ni mama yangu. Kwa lengo la kuingia kwenye hii kazi, kuhakikisha mama yangu anaishi maisha ya furaha. Mimi sina mtu yote ananitegemea. Kwa hiyo nitafidia maisha magumu yote niliyopitia. Bigi. Unazingua. Wakazi vipi, uko na idea gani? You know what guys? Maisha tunapambana sio kwa ajili yetu. Tunapambana kwa ajili ya leo nyuma yetu.
Mimi napambana hivi sana kwa ajili ya mwanangu kipenzi. Hususan nimeshapata hizi mali. Lazima nipeleke mwanangu shule nzuri. Ili baadaye naye aje awe na maisha yake mazuri. Sitaki apitie maisha magumu ndio pitia babake. Sikieni wanangu. Nilikuwa na idea moja. Mimi nilikuwa nafikiri tunaweza at least tukastay here at least for a month. A month? Yeah. Vipi Bigi? Mimi nachojali ni wewe. Okay. Dudu? Hapana, sababu tumepoteza muda mrefu sana kwenye huu msitu. For my side, I want to be home. Me too. I have a family, bro. I want to be back home. Nimemiss familia yangu. Stay focused. You think I don't have a family? Oh yeah. Kwa kuwa baada ya kuzipata hizi dhahabu na kuziuza, hizo hela utazifanyia nini?
Oi. Shit. He's dead. He's dead? Yeah. Bigi naye amekufa. Tuko nao msitu. Unasemaje? Mtu kamuua mwenzetu. Nusu akuue wewe, unasema tuondoke kwenye msitu. Nataka tubaki kwenye huo msitu, kisa mtu aliyekufa. Project nzima kalala, hakuna cha maana hicho kifanya. Alafu tubaki. Kill your friend and you want to run. Nimemwona. Unasema mtu wa kawaida. I say we hunt down this son of a dog and we kill him. Trunk record. Nawaambia tuondokeni kwenye msitu. Mwenzetu tayari kashapoteza maisha. Alafu sisi tuendelee kubaki kwenye msitu kutafuta nini? Inabidi tugawanyike. Mimi, Dudu na Vimba itabidi tuangulie mbele. Simba na Bigi itabidi mbaki hapa mtatufuata kwa nini? No. Bigi tangulia. Tutakuja na Simba. Alafu mimi simuamini wakazi. Kwa nini wanatufanya tugawanyike? Umesikia hiyo? Ya.
Bigi, uko poa? Silaha iko wapi? Wakazi. Vipi? Simba, you good? Yeah.
He's out of our league. Mali zipo salama lakini. Yeah. Kwani anataka nini? Anataka nini? Ni kutua. Dudu yuko wapi? Bamba. Tusipokuwa makini wote tutakufa. Kwa tunafanya nini? Tunafanya nini? Ni kumtafuta na kumuua. Kumuua? Kumuua alikuwa tumekuta amegaragaza pale chini. Mbali na hivyo, hatuna risasi za kutosha. Mimi nafikiri kitu ndio tushakipata. Tunaweza tukaondoka. Amechukua tranka.
tafadhali. Wabeki. Wabeki. Beki. Wabeki. Beki. Wala tafadhali. Tafadhali. Beki. Wala tafadhali. Tafadhali. Wabeki. Beki. Wabeki. Beki. 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 Tafadhali. Tafadhali. Mbalicha. Mbalicha yo. Amekufa? Haijalishi amekufa au hajafa, ndo katutoa kuondoka. Siwezi kumwamini mtu ambaye ameua marafiki zake kwa mkono wake mwenyewe.